Patrick, unajua kuwa utajiri wetu ni wasiri sana. Tuna siri ambayo mimi na wewe hatujui na si vema kuifahamu. Usoni mchana kutwa amevimba, usiku analala chooni. Ndani kwenye siri kuna mengi usitamani kutambua. Umbe siri siri. Unajua nini Robert? Ukiwa na ndoto na uvumilivu, hakuna kinachoshindikana. Sisi tumehangaika sana mpaka kufikia nafasi tulipo leo, ila imani yetu imekuwa kubwa zaidi ya tulivyofikiri. Unajua nini Patrick? Nilikuwa na fikra tufungue foundation ya kusaidia watoto wa mtaani. Tuwaoneshe kuwa mafanikio yanawezekana hata wakiwa wameanzia chini kabisa. Hilo ni wazo kubwa. Tutaita safari ya ndoto. Tutabadilisha maisha ya wengi kama tulivyobadilika sisi. Sione wanavimba, itani vumbi wanawarushia. Basi imejificha, hivyo tu huwezi kutambua. Kaka Isa, kila siku nazidi kuzofika. Nimejaribu kuongea na mume wangu Robert ili tumpeleke hospitali. Hataki kabisa. Anasema ni mapepo, yatapona kwa muda. Nimemwona gisi mtoto anavyoumia. Si haki kabisa. Hii sio hali tena ya kawaida. Huyu mtoto anahitaji daktari kwa ufasaha. Nilikuwa nadhani kama yeye hataki, mimi nitafanya. Nitauza hata vitu vyangu. Lakini kaka Isa, jaribu hata kuongea naye. Labda anataka kusikia. Sawa, nitajaribu kuongea naye. Lakini bosi wangu anatoa msaada kwa watu ni shida kama nyinyi. Na imani anaweza kutusaidia. Kweli? Sijui ningewezaje bila wewe. Asante sana kakaangu. Mungu akubariki. Usijali dada. Sote ni damu yetu. Hatuwezi kumwacha mtoto anateketea na tuko namwangalia. Pata pesa tujue tabia yako, ndivyo walivyosema wakuu. Kisa kipato towe ndugu yako kafara. Kaka, usijisumbue kakaangu. Na kama wakati wangu umefika, utaenda kwa amani. Hapana dadangu. Wewe popote. Na sitaki kuona kiteseka kiasi hicho. Na msaada wa pekee kwa mtu ambaye anaweza kutusaidia. Kaka Patrick. Mama Patrick, anaweza kutusaidia kweli? Ni lazima atatusaidia. Ile ndugu yetu. Na kama kuna damu ya kweli, basi leo nitaitetea. Dadangu. Sitaki kuona ukikata roho wakati msaada upo dadangu. Hivyo basi subiri hapa kama dakika. Nakuja si ndio? Roma sana. Ona Moni na Jeni wanavyosumbuka. Isa siri wanateseka. Yani siri na mengi sana. Miaka 2 sasa tangu maisha yangu yaanguke. Kila siku naamka mapema, lakini siku inamalizika bila tumaini. Mama alinifundisha nisikate tamaa, lakini mpaka lini?
Usiposikia ya wazazi mengi utajutia, unani mengi dunana napitikana. Karibu tena leo pale kiwandani. Walisema ungeita, lakini wamenyamaza. Wiki 2 sasa. Rizika na ulicho nacho, mengine mwachie Mola. Ningekuwa hata na kazi ya kusaidia kusafisha ofisi au kubeba hata mizigo sokoni, bora nipate hela ya chakula na kodi. Maana peke yake ndo anayegawa, usitamani vya watu, utaoa bure. Usione wanavimba, itani vumbi wanawarushia. Sitaki kuwa ombaomba, najua naweza. Usione wanavimba, itani vumbi wanawarushia. Basi imejificha, hivyo tu huwezi kutambua. Usione wamevimba, upita vie wanawapandishia. Ukatamani yao maisha, utaoa bure. Naenda kwa Patrick. Ni lazima ajue familia haitelekezwi. Huruma sana, ona Moni na Jeni wanavyosumbuka. Kisa siri wanateseka, yani siri na mengi sana. Mume na mke wafanye tendo tena, kuna siri ndani yake. Usone majumba kifari yanavyosimama, siri imejificha. Shemeji, nimekuja kuzungumza mambo ya mwanao, na hali yake inazidi kuzoofika na anaonekana anahitaji matibabu ya haraka. Yes, hello. Ndio, peleka hizo nyaraka ofisini haraka sana, kabla ya saa 5, na mimi nipo njiani nakuja. Nimeshaongea na bosi wangu, anasema anaweza kugharamia matibabu yote kama ukikubali. Ndugu yangu, ni nafasi ya kweli, usimwache mtoto azidi kuumia bure. Isa, unajua shida yako, unapenda kuingilia mambo yasiyo kuhusu. Huyo ni mtoto wangu na si mtoto wenu. Lakini nini? Sitaki. Nimekuwa mwanaume mwenye mali nyingi kwa akili yangu, si kwa kuombaomba msaada. Kama uko na huruma sana, peleka kwa familia yako. Mambo ya familia yangu acha niyashughulikie mwenyewe, na usirudi kuyaingilia tena. Sawa, lakini utagundua siku moja ambaye anataka kusaidia wala sio adui yako. Usione wanavimba, itani vumbi wanawarushia. Basi imejificha. Brother Patrick, nimekuja hapa sababu ya dada Jeni. Maana hali ya dada yetu inazidi kudhoofika na hali mbaya, na tumejaribu kumpeleka hospitalini lakini inagharimu pesa, wanatuomba pesa. Vile wewe ndio msaada wa pekee ambao tulionao. Tunahitaji msaada kutoka kwako brother wangu. Nimekusikia, ila Moni, sijui kama unajua kuwa watu hawaponi kwa huruma, watu wanapona kwa pesa. Kama una hela ya kumpa, mpe. Kama huna, pole. How do you say bro? Jeni ni dada yetu, na kumbuka tulizaliwa watatu tu, na yule ndio mtoto wa kike tuliye naye bro. Sasa namsaidia aje bro? Umesahau yote bro? Sikusahau, ila sasa hivi maisha yamebadilika sana. Kila mtu anabeba msalaba wake. Sina budget ya kusaidia kila mtu anayejifanya ni ndugu. Mimi ni biashara. Sawa, nimekuelewa. Lakini ukae ukijua pesa si kila kitu kwenye hii dunia. Si umeamua kukataa sisi ndugu zako, ipo siku utaiona thamani yetu. Asante bro. Pata pesa tujue tabia yako, ndivyo walivyosema wakuu. Kaka Isa, umepata majibu gani kwa bosi wako?
Nimeonana naye, lakini amesema kwa sasa kampuni yake imefilisika kidogo. Sawa, nimekusikia kakaangu, lakini mtoto wangu anaweza kasubiri bajeti ya kampuni au kiburi cha baba yake. Nitakupa hela kidogo niliyokusanya, lakini ni mwanzo. Tafuta sehemu yoyote, hata duka la madawa, tupate huduma ya kwanza. Lakini hiyo hela ni ya matumizi yako dada. Na Robert je, atakubali? Robert asipokubali, nitajua mtoto huyo ana mama anayempenda bila msaada wa mume. Nitaishi nikijua nilijaribu kila kitu kwa sababu ya mtoto wangu. Wewe ni mama wa shujaa. Nitafanya kila jitihada yote linalowezekana. Usijali dadangu. Asante kaka, mtoto wetu atapona. Pata pesa tujue tabia yako, ndivyo walivyosema wakuu. Kisa kipato towe ndugu yako kafara. Huruma sana, ona Moni na Jeni wanavyosumbuka. Kisa siri wanateseka, yani siri na mengi sana. Mume na mke wafanye tendo tena, na siri ndani yake. Kaka, umerudi na umebatikia kuongea naye? Ni bora hata nisingekutana naye kuliko maneno aliyoniambia. Alikujibuje? Nimemweleza shida zako, yaani matatizo yako yote, unavyoteseka, lakini kasema hawezi kutusaidia, hana msaada na sisi. Yaani kakataa katu. Pole sana kaka. Ni sawa tu, maisha hubadilisha watu. Kaka hajui tulipotoka. Ajui ama ajali. Yaani watu wakishapata pesa, uona wamemaliza kila kitu. Uona dunia ni ya kwao. Dadangu, siku hii uandike. Ipo siku Patrick ataiona thamani ya familia. Ipo siku Patrick atatukumbuka sisi ndugu zake. Kaka Moni, usibebe hasira. Itakuchoma wewe kabla ya kuchoma yeye. Tafuta njia nyingine, bado tupo hai. Kutwa nzima na mwagami pesa na hawezi saidia ndugu. Usiona na jumba la kifahari, usiku analala jenezani. Yani kwenye siri kuna mengi usitamani kutambua. Umbe siri hii ni siri. Oh, siri. Kumbe siri. Oh, ni siri. Hii ni siri. Pata pesa tujue tabia yako, ndivyo walivyosema wakuu. Kisa kipato towe ndugu yako kafara. Huruma sana, ona Moni na Jeni. Balikama Patrick, siri imejificha, hivyo tu huwezi kutambua. Usione wamevimba, upita vie wanawapandishia, ukatamani yao maisha, utauawa bure. Kuna siri ambayo mimi na wewe hatujui, na si vema kuifahamu. Usoni mchana kutwa amevimba, usiku analala chooni. Mabibi na mabwana, mtu na mpenzi wake, ex na ex wake, New Vision Studio inawaletea vitu vifuatayo. Inashika picha ya nje na ya ndani, inashika picha za kibati na video zake.
inashika picha za mariage na video zake. Inapatikana. Hebu sikiliza. Usipuzie, usichekecheke. Ona vimacho vyako. Hebu nisikilize kwa makini. Inapatikana barabara ya ine Rumonge, karibu na hotel ya Bibi Tiroza. Hebu fungua simu yako. Chukua namba hizi. Chukua namba fasta. New Vision. Uzuri ni wako, urembo tunakupa sisi. Hawa jamaa wako serious na vitu vyao. Yaani, karibu sana. Tena karibu. Asante. Kutwa nzima na mwagami pesa na hawezi saidia ndugu. Usiona na jumba la kifahari usiku analala jenezani.